which serves both the public and also the officers. Ndio hata hao maafisa wetu wawe na moyo wa kuhudumia wananchi. So going forward, that is the style which we are going to adopt. Once more, congratulations, and it is something that we want to replicate in other parts of the country. We have also directed that all chiefs must display, understand all the various types of services offered by chiefs, assistant chiefs, ACCs, DCCs, county commissioners, regional commissioners, and all the other officials, so that members of the public can know, first of all, the type of services that are offered. Number two, the time it takes to get that service provided, so that you are not told to wait forever. You are not kept there and told come tomorrow, come next week. Yes, because of our parents who are unable to understand English or Kiswahili. Ama namna gani? Kuna makosa gani kuweka service charter kwa Kikuyu hapo? Kuna makosa? Kwa hivyo, that is the direction we are going, and it's going to be mandatory for every public office in our ministry to display the service charter. We have decided to implement the government policy on zero tolerance on corruption. Therefore, no member of the public service, no officer is supposed to demand bribes from members of the public to offer services that are supposed to be offered free of charge. Tumesema hivi, lazima tutekeleze agizo na sera ya serikali hii ya kuhakikisha kwamba hakuna maneno ya rushwa katika ofisi za serikali. Hakuna ofisa wote wa umma ako na ruhusa kuitisha ongo ili apatiane huduma ambaye inatakikana kupatianwa bure. And in case a certain service requires the payment of study, then the service charter must provide the services where government fees are applicable. And as you are aware, the government has directed there will be no payment of government fees in cash again. All payments must be done electronically, so that to ensure that we do not have a corrupt environment. Mmeona katika hii mwezi nimekwama pale mahali kunaitwa Nyayo House. Si mmeona hapo? Hapo watu walikuwa wameumizwa kwa siku mingi wakitafuta safiri ng'ambo. Wengine wako na watu wagonjwa ambao wangetaka kuwapeleka ng'ambo kupata matibabu. Wengine wako na watoto ambao wamepata nafasi ya kusoma kule nchi za ng'ambo. Wengine wangetaka kwenda biashara. Na kwa muda mrefu kumekuwa na ukora, utapeli na wizi na kunyanyasa wananchi pale na mambo ya hongo. Na pale tumesema wale watu wote ambao walikuwa pale Nyayo House wanatesa wananchi, tumewaondoa pale. Wengine tumewashika, tumewapeleka mahakamani, na tumesema hakuna broker yeyote, hakuna broker anatakikana kuwa pale Nyayo House. Na mumeona kumeanza kuwa safi kidogo, na mambo bado. Wakora wote na wezi wote wafanye vile